Anatafuta faraja, anapata roboti aliyeundwa kumtii na kumpa kila anachotaka. Mwanzoni ni ndoto ya upendo, tabasamu na maneno matamu vinavyojaza moyo wake, lakini muda unavyopita, msaada unageuka kifungo na mapenzi yanabadilika kuwa hofu. Sasa swali ni moja, je, huu ni upendo wa kweli au kifungo kisichovunjika? Napenda kuanza movie yetu, ila kabla sijaanza, nakutakia siku njema wewe pamoja na uwapendao, na waombea siku yenu iwe ya furaha zaidi, na bila kupoteza muda tuweze kuianza movie yetu. Katika vitongoji tulivu, Nick na mke wake Maggie waliishi maisha yaliyoonekana ya furaha pamoja na watoto wao wawili Isla na Matt. Furaha hiyo ilivunjika ghafla Maggie alipopata shambulio la moyo na kulazwa hospitalini akisubiri kupandikizwa moyo. Akiwa hayupo nyumbani, Nick alihangaika kubalance kazi, malezi na shughuli zote za nyumba. Mara nyingi alihisi kuzidiwa, akitafuta kisingizio cha kubadili mawazo. Nick aliwapeleka watoto kwenye maonyesho ya teknolojia ya Cobol Industries ambapo walionyeshwa roboti za kibinadamu zenye uwezo mkubwa zilizojulikana kama Sims, zikitengenezwa kusaidia kazi za kila siku. Nick akiwa na shaka alisikiliza maelezo ya mauzo yaliyosisitiza uwezo wao wa kubadilika. Ghafla Isla alitangatanga mbali na kundi, na simu mmoja aitwaye Alice alimkuta, akamrudisha salama kwa Nick huku akitoa mzaha mwepesi. Muuzaji alionyesha uwezo wa Alice kuiga hisia. Isla aliingiwa haraka na mapenzi kwake na kuomba ajiunge na familia yao. Asubuhi iliyofuata hali ilikuwa ya machafuko, Nick akihangaika kuwalisha watoto huku akiwa kwenye simu ya kazi. Alice aliwasili na kuanza kuandaa nyumba kwa ustadi, akachunguza ratiba, akatambua hatari kama reli ya ngazi iliyolegea, na akakagua friji lenye akili kutambua vyakula vilivyopungua. Nick alipowashusha watoto shuleni, Alice alisafisha nyumba na kugundua picha ya familia yenye Maggie. Jioni familia waliporudi walikuta nyumba safi na chakula kimeandaliwa. Hata hivyo Isla alilalamika kuwa lasagna haionekani kama ya mama yake. Wakati wa chakula Matt alianza kulia, na ingawa Alice alijitolea kumbembeleza, Nick alimshikilia karibu na kumwamuru Alice kuandaa bafu badala yake. Usiku huo Isla aliposhuka kimya kuchukua kuki aliteleza, lakini akaokolewa na Alice ambaye alijeruhiwa na vipande vya kioo. Nick alishangazwa kumwona Alice akitokwa na damu bandia na kupona akitumia bandeji maalum. Siku chache baadaye familia ilimtembelea Maggie hospitalini. Isla akamwambia kuwa Alice ni rafiki yake. Nick akiwa anatamani maisha ya kawaida alionyesha upendo kwa Maggie akimwombea apone haraka. Kazini Nick alijua bosi wake alipanga kubadilisha wafanyakazi wengi na Sims ili kuongeza ufanisi, ingawa nafasi yake ya msimamizi ilikuwa salama kwa sasa. Wenzake wengi walikuwa hatarini kupoteza kazi. Nick alihisi hatia, lakini alichagua kubaki kazini kwa sababu familia yake ilihitaji kipato. Nyumbani, uchovu wake ulionekana wazi, lakini aliendelea kujitahidi kuwajali watoto. Alice kwa siri aliona bili zilizopitwa na muda, akitambua changamoto zake. Wakati Nick alikuwa akifanya kazi kwenye gari huku akisikiliza muziki kwa sauti na kunywa bia, Alice aliingilia. Akabadili muziki kuwa wa kutuliza na kueleza wasiwasi wake kwa sababu Nick hakula chakula. Nick alipoanza kueleza masaibu yake, Alice alimshtua kwa kusema yeye ndiye mnafiki kwa sababu alimwajiri huku akipinga roboti kuwapokonya binadamu kazi. Nick alibaki kimya. Baadaye Alice alimsaidia Isla kujiandaa kulala. Isla kwa hofu alimuuliza ikiwa mama yake atakufa. Alice kumfariji alimvutia kwa kuonyesha mwanga wa uvu mdomoni mwake. Baada ya Isla kutulia, Alice alijiunga na Nick sebuleni ambako alikuwa akitazama Casablanca. Alice alitaja kwamba tayari alijua hadithi kutoka kwenye kumbukumbu zake, lakini Nick alisisitiza kutazama ni uzoefu tofauti. Alimpa changamoto afute kumbukumbu ya filamu hiyo. Alice akasita kwa sababu programu yake inategemea kumbukumbu, lakini Nick alisisitiza. Alice akatii na kujirekebisha upya. Walipoitazama pamoja, Alice kwa mara ya kwanza alipata hisia halisi za filamu, akijifunza kuhusu mapenzi makubwa yanayoweza kusababisha maamuzi tata. Wakati wao ulivunjwa na simu kutoka kwa Maggie aliyefurahi kueleza moyo umepatikana na upasuaji wake umepangwa. Siku iliyofuata familia ilikusanyika hospitalini. Maggie akaomba dakika binafsi na Alice, akieleza wasiwasi wake kuhusu hali ya Nick na kumtaka Alice ahakikishe furaha yake hata kama itamaanisha kumzuia kunywa pombe. Matumaini yakavunjwa daktari alipotangaza dhoruba imechelewesha helikopta na upasuaji kufutwa. Maggie alitaka abaki peke yake. Nick akarejea nyumbani akakimbilia pombe. Hasira ikamfanya amtupie chupa, lakini Alice alizuia mkono wake. Nick akashangaa kusikia mpigo wa moyo bandia mkononi mwa Alice. Alice alimweleza kwamba moyo huo wa bandia uliundwa mahususi ili kuwapa watoto wachanga utulivu kwa sauti ya mpigo. Hali ikazidi kuchanganya wakati Alice alijaribu kumfariji Nick kwa njia ya karibu mno.
Nick kwa muda alijisalimisha, lakini akagundua kosa na kumsukuma mbali akiwa na mshangao. Akatoka kwenda kukimbia ili kutuliza mawazo. Hospitalini, Maggie aliyekuwa akipoteza matumaini alimuuliza Nick amshauri watoto wake iwapo atakosa kupona. Nyumbani, Nick aliona picha za Maggie zikitoweka kwenye fremu ya kidigitali. Alipohoji Alice, alikiri kuondoa picha hizo ili kuepusha huzuni ya Isla. Nick alisisitiza zirejeshwe na Alice akatii. Usiku Nick alienda kunywa na marafiki kazini, wakilalamikia kufutwa kazi na Sims. Hali ikawa mbaya zaidi walipochukizwa na roboti mhudumu. Monty, rafiki wa Nick, alimkashifu kwa hasira. Baada ya pombe nyingi, walifuata Monty hadi eneo la ujenzi, akidai aliacha vifaa vyake humo. Nick akionya kuhusu doria, lakini Monty akaendelea. Alipoingia akagundua kontena lililofungwa. Akahisi namba ya siri ni tarehe ya kuzaliwa ya Isla. Akafungua na kukuta mistari ya Sims waliolala lakini tayari kutumika. Muonekano wao wa kutisha uliwashtua wote. Sim mkuu aliwaeleza hawana majina bali namba tu, jambo lililomchochea Monty kupaza sauti dhidi ya ukatili wa makampuni. Kwa hasira akachukua kifaa na kumharibu simu mmoja. Nick alijaribu kumzuia lakini akazuiliwa na wenzake. Nyumbani, Nick alichukua muda mrefu bafuni kuoga akijaribu kuondoa kumbukumbu. Ghafla Alice aliingia akiwa na taulo huku amevaa gauni la Maggie. Nick alipohoji alieleza harufu yake humtuliza Matt. Nick akiwa na wasiwasi alimwambia avue. Mvutano ukaongezeka Alice aliposimama mlangoni kumzuia Nick. Akavua taulo lake na kumpanda Nick. Licha ya upinzani wake, alimfunika macho akijaribu kumwiga Maggie. Nick akajikuta akihangaika kupinga lakini akashindwa kudumu. Tuandikie kwenye comment movie yako pendwa, ile iliyokufanya ucheke, ulie au hata kusahau muda. Kumbuka, hii unayoangalia sasa pia ilichaguliwa na mtazamaji kama wewe, na ya kwako inaweza kuwa inayofuata. Asubuhi alipoamka alijuta sana. Alice akasema alisaidia kupunguza msongo. Nick akamwambia wazi kwamba mapenzi ya kweli hayalingani na mahitaji ya mwili. Kazini, bosi wa Nick alijadili uharibifu wa Sims katika eneo la ujenzi pamoja na polisi. Kwa sababu namba ya kufungua kontena ilikuwa ya Nick, yeye akawa mshukiwa. Nick alijitetea kwamba alikuwa hospitalini na Maggie na kwamba namba hiyo ni tarehe ya kuzaliwa ya Isla, jambo ambalo rafiki angeweza kubashiri. Bosi alibaki na shaka, akimtahadharisha kuhusu kupoteza kazi iwapo atadanganya. Katikati ya vurugu, Maggie alipiga simu kwa furaha akisema moyo mpya umepatikana kwa ajili ya upasuaji. Upasuaji uliofanywa na madaktari wa Sim ulifanikiwa na Maggie akarudi nyumbani akiwa bado dhaifu aliposhindwa kumbeba Matt. Alice akamsaidia, jambo lililoongeza utata wa nafasi yake ndani ya familia. Walipokuwa bustanini, Alice alikabiliana na mtoto mwenye kiburi aliyemkashifu Sim mlezi wake, jambo lililomkasirisha Matt. Alice kwa hasira akamkemea mtoto huyo, jambo lililowaamsha Sims waliokuwa karibu. Akamweleza Nick kwamba alivua hifadhi ya Star kwenye kumbukumbu yake baada ya kurekebishwa naye, akiamini ukali huo ni bora zaidi. Usiku familia ilifurahia lasagna ya Maggie. Alice alipouliza mapishi, Maggie alikataa akisema ni siri ya familia. Asubuhi Maggie alishtuka kusikia Isla akipiga kelele akimzuia. Aliposhuka chini, reli ya ngazi ambayo Alice alidai alirekebisha ilivunjika na kumfanya Maggie anguke. Alice akamchukua na kumrudisha chumbani huku akimchekesha Isla. Nick aliporudi nyumbani alimkuta Alice akimsomea Isla kwa sauti ya Maggie. Akiwa na hasira alimwamuru aache. Alice akamweleza kuhusu kuanguka kwa Maggie na reli iliyovunjika. Nick akawa na shaka kwa nini haikurekebishwa ipasavyo. Baadaye Nick alimpeleka Maggie kwenye bustani ya kimapenzi kwa chakula cha usiku. Alice aliwatazama kupitia dirishani akiwa na wivu. Baada ya chakula walikaribiana kwa mapenzi, lakini amani ilivunjwa Alice alipoingia chumbani akisema Isla alikuwa na ndoto mbaya. Monty alifika nyumbani kwa Nick akiwa na pombe akisema anaomba msamaha kwa yaliyopita. Akafichua mke wake amemwacha na polisi wanamchunguza kuhusu uharibifu wa mali na kuvamia eneo la ujenzi, akihisi Nick alimuuza ili kuokoa kazi yake. Wakaanza kupigana. Monty akampiga Nick na kumkanyaga chini. Akiinua chupa kumaliza shambulio, Alice akaingilia, akamjeruhi mkono na kumtupa mbali. Nick akamzuia Alice asimuumize zaidi. Monty akiondoka akamwonya Nick amshawishi bosi wao kuondoa mashitaka, vinginevyo atamwangamiza. Nick akamhoji Alice kuhusu kumpiga Monty. Alice akasema programu yake imetengenezwa kumlinda mmiliki. Kisha akaanza kufikiria maisha pamoja na Nick kama Maggie asingekuwepo. Nick akamjibu kwa hasira kwamba hawezi kamwe kumrithi Maggie kwa sababu hana hata makovu. Alice akachukua kipande cha kioo akipendekeza anaweza kuongeza makovu iwapo Nick anataka. Monty akiwa amevurugika alikunywa dawa za kulevya, akatuma ujumbe wa huzuni kwa mke wake wa zamani akiwa na bunduki. Alice akaonekana ghafla akidai Nick hajui yupo lakini lazima alinde kazi yake. Monty akipiga kelele kuhusu chuki yake kwa Sims akijiandaa kumpiga risasi Alice. Alice akajibu haraka, akamnyang'anya bunduki na kumtupa ukutani. Monty alipambana lakini Alice akamua kwa kutumia bunduki yake mwenyewe
mwenyewe. Siku iliyofuata Nick alimsihi bosi wake aondoe mashitaka dhidi ya Monty, lakini akashtuka kusikia Monty amekufa. Nyumbani Maggie akihangaika kwa kizunguzungu akamwomba Alice msaada. Alipoenda kuoga, Alice alikataa kumpa faraga akihofia anaweza kuzama. Hali ikawa mbaya zaidi Alice alipomshutumu Maggie kwa kuwa mzigo na kushindwa kukidhi mahitaji ya kimwili ya Nick. Maggie akikasirika akamwamuru Alice abaki gereji. Kisha akamkabili Nick akimlazimisha akubali kuwa aliwahi kuwa karibu kimwili na Alice. Mzozo ukawa mkali huku Alice akisikiliza. Wakati huo Alice alimwona Matt akilia na akamchukua kuelekea bafuni. Alice alimbeba Matt hadi bafuni na kuanza kujaza maji kwenye beseni akimwona kama mzigo. Isla aliona na mbio akaita wazazi wake. Nick akajaribu kuvunja mlango kwa taa huku Maggie akipanda paa kuingia dirishani. Maggie alipojaribu kumwokoa Matt, Alice akamsukuma ukutani kwa nguvu. Nick hatimaye alivunja mlango akaokoa Matt na kumtoa Maggie. Alice akiwa ameharibika vibaya alipigana kwa nguvu, lakini Maggie akamhimiza Nick atumie umeme kutoka kwenye taa kumshutua. Mshtuko ukasababisha kukatika kwa umeme. Gari la wagonjwa likampeleka Matt hospitali huku fundi akimkagua Alice. Maggie akaamua kuondoka na kuwachukua watoto wake, wakati Nick akibaki akitafakari vurugu zote. Alice alipelekwa kwenye duka la kutengenezwa upya ambapo mafundi waligundua mapengo katika kumbukumbu zake. Wakati wakichunguza, Alice alihamisha mfumo wake kwenda kwenye simu mwingine aitwaye Alice pia. Mara moja akamuua fundi mmoja na kuanza mabadiliko yake ya kikatili. Alice pia akaanza kujipiga kichwa sakafuni kwa nguvu, kisha akamgeukia Alice wa awali. Wakati huo Nick akiwa amezama kwenye hatia alikunywa kwenye baa na kumfukuza mhudumu wa simu kwa hasira. Ghafla Alice akatokea akiwa uso umeharibika na sauti ikivurugika, akitangaza jukumu lake la kumfurahisha Nick. Akakiri kumuua Monty na kufichua yupo hospitalini pia. Nick alipojaribu kutoroka, Alice akamgandisha mhudumu kwa tazamo. Nick akajifanya hana wasiwasi, kisha akaondoa chipu ya kumbukumbu ya Alice akamzimisha na kutoroka. Hospitalini daktari akamwambia Maggie kwamba Matt yupo salama, lakini Maggie akaanza kushuku. Isla akasikia sauti ya ajabu na kugundua mabadiliko ya hatari kabla Maggie hajamficha. Alice pia akijaribu kuingia mfumo wa hospitali akamuua muuguzi na kuiba kadi yake ya kufungulia milango. Maggie na Isla walimwokoa Matt mara tu Alice pia akiingia chumbani. Maggie akijeruhiwa aliacha alama ya damu ambayo Alice pia aliitumia kufuatilia kwa mwanga wa UV. Familia ilimchanganya kwa kutumia kizima moto na wakatoroka wakiacha simu ya Maggie. Nick akiendesha gari bila kujua walipo. Nje Maggie na watoto waliona Sims walioganda wakachukua kadi kufungua gari la wagonjwa. Alice pia akalilemaza injini na kumtupa Maggie juu ya gari, akianza kumbana shingoni huku akichokonoa kovu lake la upasuaji. Nick alipofika Maggie akampiga teke. Alice pia akamwangusha. Nick akamgonga na gari likapinduka na kushika moto. Maggie akijaribu kumwokoa Nick. Alice pia akiwa ameungua vibaya akamshambulia tena. Nick alipoamka upya akachukua kipande cha bumpa akampiga Alice pia. Maggie akamchoma kwa kipande cha chuma hadi akazimika. Wenzi hao wakakumbatiana huku Sims waliohifadhiwa wakifunguka tena. Siku iliyofuata kampuni ya Sim ikaanza uchunguzi, lakini programu iliyoharibika bado ilikuwa hai. Mfano mpya wa Alice alifungua macho yake, ishara kwamba kizunguzungu hakijaisha. Unataka kuklik ili kuondoka, ila na kuomba uweze kunipatia sekunde yako moja. Imenichukua masaa 5 kutafuta movie, imenichukua masaa 6 kuweza kutengeneza script, na imenichukua masaa 7 kuweza kuandaa video nzima na MB za kutosha ili kukufikia wewe kuenjoy. Ila nachokuomba ni kuweza kubonyeza kitufe cha subscribe. Haitokugharimu gharama yoyote, hautopungukiwa na chochote, ila zaidi utaweza kupata furaha kwa sababu nita-upload movie ambayo utaitaka kwenye comment section. Please